Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ndugu zangu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu katika yote na kutujalia leo hii tumeweza kukutana tena katika masomo yetu haya. Leo nataka nifundishe somo ambalo ni muhimu sana kwako wewe mwanafunzi, kwako wewe mwalimu. Maana na wanafunzi wengi humu na kuna walimu wengi humu wanafuatilia. Lakini njia ambazo mimi nakupa make zitakunufaisha wewe mwalimu na wewe mwanafunzi. Ima uwe umebobea ama hukubobea. Kanuni ambazo zipo katika vitabu, isipokuwa watu hawatumii. Katika elimu hii ya maumbo ya namba ama ramli ama maumbo, tunasema maumbo ya namba. Katika haya maumbo ya namba ambayo katika muundo wetu huu tumesema ni mfumo wa number system, ni kodi maalum ambazo zilipewa majina na kazi zake na wakati wake kutokana na tabia yake. Maana kuna watu walifanya utafiti wakaangalia umbo hili likitokeaga mgonjwa anakuaje, walifanya utafiti. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu mpaka leo hii bado elimu zinatufikia na bado tunahitaji tufike katika madaraja makubwa kabisa, ili mradi tukifanya jambo tuwe na uhakika nalo. Sasa leo nafundisha shahidi, jinsi ya kumtumia shahidi kutafsiri maumbo yako. Ni somo bora na ni somo kubwa na ni somo ambalo litakuongoza katika kila hali. Kwa mfano, kwa nini nafundisha hili somo la kutumia shahidi? Shahidi ni nyumba ya tatu kutoka nyumba iliyokuwepo. Mfano, shahidi wangu katika nyumba ya kwanza, shahidi yake ni watatu yake, ina maana 1, 2, 3. Huyu ndio shahidi. Ina maana katika taskinu, mfano taskinu sukuni, shahidi wa ahayani ni huyu, nyumba ya tatu, kabadhu kharija, wengine wanamuita ndugu kharija. Na shahidi wake huyu ni huyu namba 5, na shahidi wake huyu ni huyu namba 7, na shahidi wa namba 7 namba 9, hivyo mpaka mwisho. Huyu ndugu mwenyewe nyumba ya 3 ana shahidi wake ambaye ni nyumba ya 5. Kwa hiyo kila shikeli na shahidi. Jamaa shahidi wake ni nani? Aqla. Kwa kila watatu wake ni shahidi yake. Na kila namba 5 ni furaha yake. 1, 2, 3, 4, 5 ndio kwenye furaha yake. Sasa hili somo nitalifundisha. Sasa shahidi anatumikaje? Kwa nini namtumia shahidi katika kujua mambo ya mtu, hali aliyokuwa nayo mtu? Mfano, hii tahti hii imezalishwa kwa dhamira maalum, mtu kutazama hali yake na maisha yake yanapitia, vifungo alivyokuwa navyo, wasiwasi aliokuwa nao, jibu analotaka kulitambua katika maswali ambayo anajiuliza. Kwa sababu tariq ni shikeli ya 13 hapa, ni nyumba ya muulizaji. Sasa lazima ujue tabia shikeli. Shikeli kwa mfano inaitwa tariq, njia. Utakuja mfano unacho kitabu chako wewe labda kimeshaandikwa. Mfano utakuja katika mfano kitabu kimeandikwa kwa dalili kwamba twariki ikikaa nyumba ya kwanza ina tabia fulani. Utakuja katika kitabu chako. Mfano kitabu chetu hiki kinasema twariki hapa.
fa innahu yadullu fil awwal, inazungumza nini ikiwa katika nyumba ya kwanza? Anasema ala al-intifai wal inqilab al-ahwali was-sihhatu waftahu al-umur wa husulu al-marad min al-a'adham. Akimaanisha nini? Akimaanisha kwamba twariki inapochomoza anakuwa na maanisha basi kuna faida katika kile anachokitaka kukianzisha, ama katika jambo analolikusudia. Lakini anazungumzia mabadiliko ya hali. Mabadiliko ya hali gani? Mfano ya afya. Akasema pia twariki inapokaa nyumba ya kwanza inazungumza ufunguzi wa mambo na kufikia katika kinachohitajika kutoka kwa yule anayekusudiwa, ama kutoka kwa mkuu, yani mtu aliyekuzidi. Aliyekuzidi mfano aliyekuzidi fedha, aliyekuzidi mfano aliyekuzidi mamlaka. Ndio tafsiri ya twariki inapokaa nyumba ya kwanza. Anake kama kuna mtu unataka umwendee akupatie amana ama akupatie jambo fulani, basi utalipata. Ama kama ulikuwa na vifungo, maana yake inahusiana kufunguka kwa hayo kwa mambo. Je, sasa ni kweli? Sasa leo ndo tutajua ramli ni vipi. Watu wengi wamekalili katika sura na maumbo haya kwamba twariki akikaa nyumba ya kwanza basi atakuwa labda amebeba tafsiri hiyo. Lakini nikija mimi katika kanuni zangu ninasema kwamba huyu twariki yeye amekaa nyumba ya kwanza, lakini nyumba ya tatu yake ambaye ni shahidi yuko aqla. Kwa hiyo shahidi anashuhudia kwamba huyu njia zake ama yale anayoyakusudia ama harakati zake na njia zake na kazi zake, basi anasema zina mabadiliko ya kuwa na kifungo, kwa sababu akla huwa anatazama jambo lililofungwa, jambo lilokuwa katika giza. Kwa sababu hii wanazuoni wameipa sayari ya zohali. Kwa jambo la giza ikizungumzia vifungo, kufli. Sawa. Kwa hii inatoa dalili ya kufunguka, lakini shahidi anasema hapana. Huyu hiyo dalili ya kufunguka haionekani kwa sababu ni giza. Kwa bado giza lipo. Kwa hiyo anayetoa ushahidi anasema hapana, huyu bado amefungwa harakati zake, njia zake za maisha. Lakini kwa sababu sasa twariki yenyewe ina shida ama inazungumzia maswala ya njia, kwa hiyo kama ni mtu anakuwa amefungwa, basi atafungwa katika njia. Imetumika njia katika kifungo chake, na njia iliyotumika akla huwa anadili na maswala ya vifungo. Mara nyingi wanazuoni wanazungumzia vifungo vya makaburi. Kwa hiyo njia zake zimefungwa, lakini katika kufungwa kwa hizo njia sio makaburini. Sasa njia zake zimefungwa katika njia zilizokufa, yani harakati zake zimefungwa katika njia zilizokufa. Ina maana zile njia ambazo watu hawapiti tena. Kuna uchawi wa namna hiyo. Kwa hiyo hapa nitakuwa nimeeleweka vizuri kabisa jinsi ya kutumia shahidi. Njia zake zimefungwa katika nini? Unaweza ukauliza, lakini watu wengi kwamba akla akikaa nyumba tatu anakuambia labda ndugu mgonjwa. Kwa sababu hii ni nyumba ya ndugu, basi nakwambia kuna ndugu mgonjwa. Ndo pale napotumia mashahidi
lazima niangalie katika ushahidi wake nyumba ambayo yeye anaishi huyo akla kuna nini? Kuna ahyani ambayo ni nyumba 6. Yeye asili yake anaishi nyumba ya 6. Na hapa nyumba ya 6 yupo nani? Ahyani. Kwa hiyo anamwambia kwamba hapana, aliyefungwa na kuumwa na kuwa na hali ya mabadiliko ya kiafya ni yeye mwenyewe, ambaye ni hii ni shikilia nini? Ya nafsi. Kwa hiyo ni yeye mwenyewe ndiye ana mabadiliko ya mara kwa mara ya kuwa ni mgonjwa. Sasa lazima tena nimuangalie shahidi, ugonjwa wake unatokana na nini? Kwa sababu nafsi ndio imekaa hapa nyumba 6, imekaa nyumba 4. Kwa hiyo inamwambia kwamba kuumwa kwake ama vifungo alivyokuwa navyo vinatokana na wasiwasi na hofu zinazotokana na mashaitani. Kwa hiyo ana shetani ambaye ndiye mwenye kumfunga. Kwa hiyo kuna shetani wa kichawi yuko ndani ya nafsi yake, ndo ambaye shetani huyu anafanyaje? Anamfunga. Kwa nini awe shetani wa kichawi? Unakuja unaangalia shahidi wa nyumba 6 nafsi, amekaa nani? Adui. Nyumba 8 ndo shahidi. Shahidi wa nyumba 6 ni nyumba 8, ambaye amekaa nani tena? Adui, ambaye adui mara nyingi ni shetani rajim. Kwa hiyo anazungumziwa kwake kwamba huyu anafanyiwa ubaya na vitimbi vya shetani katika kuzuia njia za mafanikio yake. Kwa hiyo hii inaitwa sihiru aljinnu, uchawi wa kijini. Kwa hiyo mpaka hapo nimefundisha vizuri jinsi ya kumtumia shahidi. Sasa naweza nikachanganya katika kujua shahidi anasema huyu ana kifungo. Ana kifungo cha nini? Swali ndipo hapo linapokuja. Njia zake zimefungwa. Njia zilizofungwa zimefungwa na nini? Zimefungwa malengo ya hicho kifungo alichokuwa nacho katika njia zake nini? Ndio swali. Kwa hiyo utakuja nyumba hiyo ya 3 ambayo mwenye kutoa ushahidi ni huyu. Wewe usingangania kila nyumba ya 3 ni ndugu, utafeli ndugu yangu. Nyumba ya 3 ni nyumba ya shahidi. Shahidi ni huyo. Ukichukua na akla anapatikana nasrat dakhila. Kwa hiyo huyu nasrat dakhila ni shikeli ya 11 ambayo katika takhti ipo nyumba yake, ambayo imejirudia nyumba ngapi? Ya 2. Kwa hiyo huyu amezuiliwa, amefungwa na huyo shetani ama na hao mashetani. Lengo la kumfunga ni kuzuia malengo yake yasitimie ya maisha yake ya mali, ya utafutaji wa mali ama kupata mali. Kwa hiyo hii ni matamanio yake huyu mtu, matamanio yake yamejirudia nyumba ya 2, ikimaanisha matamanio ya mali. Kwa hiyo huyu amezuiliwa na amefungwa, lakini kufungwa kwake katika hizo njia ambazo zimezuiliwa, amefungwa katika lengo mahususi ya yeye kutopata mali. Kwa hiyo hapa ukiona matarajio na malengo, mtu anakuambia Zuhura akikaa nyumba ya 2 mtu atapata mali kwa sababu hiyo ni nyota ya ng'ombe Zuhura. Kwa hiyo atapata mafanikio na utajiri. Atainuka kiuchumi, atakuwa na kipato kikubwa. Ama huyu mtu ana asili ya kipato. Lakini ushahidi wa yeye kuwa kipato anacho au hana, shahidi wa mali yuko hayani. Kwa hiyo namwambia shahidi ni nafsi yake mwenyewe, lakini nafsi yake mwenyewe inasemaje?